tao Muthaiga, teremka kabisa. Teremka, fika survey, pita survey, wachana na survey. Fika tu hata Garden City, wachana na Garden City. Lakini hapo tu kwa exit. Ukishapita Garden City hapo, hiyo exit ya Safari Park, ingia na hiyo exit kabisa. Ingia nayo, fika tu Roysambu. Uko TRM iko Roysambu. Ukishafika hapo ndio sasa unajuanga huku kuna nukaga tu usherati. Kama umewahi ishi Roysambu, kila mtu ambaye ako kwa sako yako anajuanga wewe ni msherati. Lakini the fact is this, sio kila mtu ambaye ni msherati. Hapana. Ile area unaishi, hiyo ndio sasa watu watakuwa wana kucrucify nayo. Utakuwa unasikia fulani anaishi Roysambu, huyo ni msherati. Fulani sijui anaishi South B, hiyo ni ya wamama. Fulani anaishi Ruaka, hiyo ni ya wamama na tu vijana wenye tumewekwa. But the fact is this, story yangu haikukuwa hapo. My story was back 2016. Ilikuwa ni April 2016, date 19. Na kulifanyika kitu baya sana hapo Roysambu, ambayo mpaka wa leo hakuna hata TV station yoyote iliwahi kuongea kuhusu hiyo kitu. It was actually it involved an accident. Na ile accident ilifanyikanga, hakuna mtu alitaka kukuwa involved kwa hiyo accident. Lakini the fact is this, accident ilifanyika, wale watu walikuwa involved. It was a foreigner guy who was a Nigerian, a Kenyan lady na msichana mwingine alikuwa Mkongo. Makosa sasa haikukuwa hapo. The fact is this, huyu foreigner ili happen kwa gari yake wakati tu ilifanyiwa search na maaskari, kulipatikana vitu zingine ambazo zilikuwa ni illegal kukuwa nazo na madawa. But the fact is hiyo story haikuwahi reveal hata kwa police station, hakuna kitu ilifanywa. Ilikuwa huyo foreigner, huyo Nigeria aide hata interrogation, lakini nothing happened. Hata wale watu waligongaga hapo na gari ilinyamaziwa hivyo, akatoa ile kitu alikuwa anatoa na story ikaisha. Lakini ilifika 2017 ndio hii sasa hii kesi ilifufuka. Unajua ilifufuka kwa nini? It is because the people who are involved in that accident and the owner of that car, hiyo gari ilikuwa actually car, walikujanga wakaanza kufuatilia what happened, what happened, kwa hii accident ilifanyika, ni nini ilifanyika, accident kulikuwaje, accident ikafanyika, insurance haitaki kulipa, hakuna OB imeandikwa, hakuna nothing, hata askari yeyote anafanya investigation. Insurance ikituma askari kutoka Kasarani afanye investigation, hakuna mwenye anakubali kuingilia hiyo kesi. But the fact is ile kitu ilikuwa so deep kabisa, ni kitu ya ndani, ni kukua ule mtu alikuwa involved kwa hiyo accident, the foreigner man alikuanga ni mtoto wa politician huko Nigeria. So there is no way akikubali kijana yake akuje tena ampake matope kwa nchi zingine. So askari wote wakasalani, wakashikana nini, wakasema no, ile kitu itaendelea hapa ni huyu jamaa huyu amefanya accident, alipe gharama zote. Kama ni hawa watu wamekuwa involved kwa accident, walipwe. Kama ni the owner of the car, alipwe na story inyamazie. Lakini the owner of the car insisted, I want to know, ndio hii accident ifanyike, what happened? That is what I'm interested with. I'm not interested to know either I will be paid or I won't be paid, because there is no way you can tell me accident imefanyika tu hapa tu kwa roundabout. Ni kama like alikuwa tu anatumia hiyo roundabout peke yake. So that man was so interested to know what happened. But the fact is, ile kitu ilikuwa inafichwa ni kuwa accident hata haikufanyikia hapo. Accident ilifanyikia place nyingine.
So ndio iletwe hapa Roysambu, it was to cover up. It was a cover up. Huyu jamaa kwenye alifanya accident agekesia huko, hiyo kesi ingemfunga, ama hiyo kesi ingekuwa sasa imejulikana na kila mtu. But hapa Roysambu alikuwa na watu wake wa mkono, wanajua fulani, nikimpigia tu simu moja hapo hapa chap chap, na hivyo ndivyo ilikuwa crossed. Lakini the fact is hakuna mtu alikufa, but it was an accident. Hiyo gari ya time 2 ilifanyiwa nini, kulipatikana hiyo gari ilikuwa na bagi, ilikuwa hata na madawa zingine ya kina cocaine, heroin, zote zilikuwa, but hakuna askari atitaka kujihusisha. And that is sometimes I normally tell ladies, usijiigize kwa gari za watu kama hujui ni nini imebeba. Hata you mens, mtu amekupigia tu kasimu, wewe ni aje bro, twende sherehe, na gari hata si yake, hata hujui hiyo gari imebeba nini. Sometimes always ask yourself some question. Jiulize, okay, what are the consequences za kuingia kwa hii gari? Tofauti na hizo consequences, if fato nimejipata kwa shinda na hii gari ya wenyewe, what will I do? Nitajitoa hapa aje? Because sometimes you need to call yourself a self meeting to ask yourself, okay, nitapigia nani mimi? Okay, the owner or whoever is driving the car anajua vyenye atafanya cover up na hiyo story ishie. Lakini there is you will carry the cross. Either ikuwe ni mzito, ikuwe ni rahisi, you will carry the cross until the last minute. Ni wewe utakuwa umesafa, because there is no way mimi tuseme hata ni mimi, let's assume ni mimi nimeangalia hapa, nimeona gori imetokea. What will I do? Kama uko hapo na mimi naona unakaa kimarenge na kuagushia gori, nasema mimi hata hizo vitu sijui. Mimi actually hata mimi nimembeba, hizo vitu ni zake. So sometimes tukue watu wa kujiuliza maswali. Tumia akili, jaribu tu utumie akili kidogo, because ukikaa hapo kimarenge, hii Nairobi si ya nyanyako my friend, utapangwa mpaka dakika ya mwisho. Sasa from there nilikuwa nimeachia hapo, kumefanywa cover up, the owner anataka kujua ABCD what happened, but the fact is pia yeye aliambiwa, unajua nini, hii kesi kwenye inatoka haikuhusu gari yako, si umelipwa, ni nini ingine unataka kufuatilia? Ile kitu ilikuwa gari yako vyenye ilikuwa involved kwa accident, it is none of your business. Only to come and find that gari yake ilifanyanga accident uko Ridgeways. Na ile accident ilifanya hiyo gari ilivurutwa, ulikuwa usiku, hiyo gari ilivurutwa, ikavurutwa na breakdown mpaka ikaletwa kwa hiyo roundabout. After kuletwa roundabout, ikafunguliwa vizuri, ikawekwa hapo, and then watu wakavanish. Mwenye breakdown akarudi kwenye alikuwa, askari wakakuja wakaanza kufanya interrogation ABCD, wakavuruta gari police station. Ndio sasa ikakuwa accident imefanyikia wapi? Imefanyikia Kasarani. So hata nyinyi watu wenye mkona hizo kahaya, it is a high time you need to think. Inafaa pia nyinyi mkue unatumia akili vizuri, sio kupea tu mtu gari just because akona license. It is just because huyu mtu nimemwambia gari ni 5,000 and I normally charge 4,000, it is a jackpot to you. Utajipata kwa shida kubwa sana, because hata huyo mtu umepea gari anaweza sema mimi hata hizi madawa ama hii kitu mimi nimeipata kwa gari.